Nipo nyumbani kwako lakini sina budi kukaribisha katika kutembelea. Wewe ni nani? Naitwa Linadeta. Natokea kwenye mji wa wafu. Nimekuja kwako kulipa dhambi zote nilizokuwa. Dhambi gani? Usijifanye ujue. Nimesha kutokea mara nyingi sana ndotoni kueleza dhambi zote nilizokuwa. Marlon. Hello? Mami. Samani kuna swali nataka kuuliza. Uliza tu, usiogope. Unaweza kuniambia kitu gani kilichosababisha kutafahamu? Kwa kweli sijui nianzie wapi. Anzia popote kule ambapo naona ni sawa. Mwanzoni nilihisi kwamba ni ndoto. Lakini ilikuwa kweli ndoto. Hata wewe kulifahamu hilo.
Lakini la pili ilikuwa ni kweli. Kwa kitu gani? Nilihisi kitu toka usingizini. Nikaamka. Nilivyoamka tu nikasikia mingurumo ya ajabu ndani ya chumba chetu. Ndipo nafsi ikanituma niangalie ni kitu gani. Nilivyotoka sebuleni nilikutana na binti mmoja ambaye sura yake haikuwa ngeni machoni mwangu. Kwa sababu unaona naye ndotoni? Hapana. Hisia zangu zinanituma kwamba nishakutana naye kitambo. Lakini sikumbuki ni wapi. Huenda kama mambo akishiriki. Kuna unasema hivyo? Japo sina uzoefu sana mambo haya, bali kwa maelezo aliyotoa yanaonyesha zaidi kwa kuna mtu anacheza na akili yake. Sina ushauri. Kwa sasa sina ushauri. Kwa nini? Kwa sababu sina uhakika na ninachokihisi. Huenda hisia zake zikaanza kweli. Sisi tunafanya nini? Tuendelee kuona. Utajua tutafanya nini swala hili. Sawa? Karibu Kilingeni mama. Karibu katika ibada yako. Leo na kazi nzito sana. Kazi gani? Kwanza kabisa, inatakiwa mkeo afe. Kwa nini afe leo wakati bado miaka 3 hajafika? Anataka kushindana na sisi. Sasa sisi tunataka tuonyeshe kuwa tuna uwezo zaidi ya yeye. Nahitaji muda wa kufikiria na kujiandaa juu ya swala hili. Haina kujiandaa na swala. Inabidi Susan auawe. Abela, Hebu kaa, kuna maswali ya kuuliza. Samahani mdogo wangu kwa maswali ambayo nataka kukuuliza. usijali nani. Unakumbuka jana kipindi tulipokuwa tunakula? Ndio nakumbuka. Kuna maswali nilikuwa namuuliza shemeji yako. Kuna maneno uliongea ndio yanasababisha nikuulize hapo. Maneno gani? Unaweza kuniambia ni kitu gani ulichogundua hadi uje kusema kwamba yale mambo ni ya kishirikina? Naomba uniambie. Usiniogope, sitokufanya chochote. Kwa kuwa umeniuliza, nami sina budi kusema kile ninachokifahamu. Kwa kifupi, nilianza kazi hapa nikiwa mdogo sana. Hata wangu sijavunja.
mpaka sasa nina mwaka wa 11 na unaelekea 12. Mwanzoni kaka Maron alikuwa akiishi na dada mmoja anaitwa Linadeta. Alikufa baada ya miaka 3 baadaye. Haikuchukua muda, aliishi na dada mwingine anaitwa Lina. Naye alikufa baada ya miaka 3. Mwanzoni nilidhani ni mpango wa Mungu. Lakini nisitushwe na tukio lilofuata. Tukio gani? Baada ya kifo cha Rina, haikuchukua muda, aliishi na dada mwingine anaitwa Brandina. Naye alifariki baada ya miaka 3 baadaye. Ndipo kafuata wewe. Inawezekana kuna siri nzito sana imejificha ndani ya moyo wa Maron. Inawezekana. Kwani hata nilipoongelea swala la ushirikina, jana alinitupia jicho sana. Kanda kaendelea na kazi zako. Samahani. Mama usimuulize kitu chochote. Sijali. Snaila, Bera. mimi natoka kidogo. Akirudi Maron usimwambie kama nimekuaga. Kwa unaenda mbali sana? Ni mbali kidogo, lakini kwenye mida saa 1 nitakuwa sharudi. Sawa. Okay. Suzi mama, umekuja kwa mara nyingine. Karibu sana mwanangu, karibu. Banamala, ikulagie milango. Nyangala milambulango osha. Ipokotera mbulangima. Tola gambula. Nale munda yabo fumu. Katingi mumboga. Ugendera banamala. Karabala karo kumorone. Ukashike wega moyo. Ukwazengero ndelema. Manza ko bafumu. Wamtaka mwana Yunu, wamtaka mwana wa Msole, wamtaka mwana Yunu, wamtaka mwana wa Msole, wamtaka mwana Yunu. Walonzi wamtaka mwana Yunu, Ndelema tumuokowe mwana Yunu, tumuokowe. Waungwana tumuokowe mwana Yunu, tumuokowe mwana Yunu, tumuokowe. Mwanangu Suzi, una matatizo makubwa sana. Uongo kweli mwanangu. Uji wako unaonyesha kwamba unataka ujue ni siri gani iliyojificha ndani ya moyo wa mume wako. Uongo kweli? Mwanangu, nachotaka kukwambia, mmeo hafai mmeo. Ana siri kubwa iliyojificha ndani ya moyo wake. Mmeo ana uchawi wa ndamunga unaokaliwa na mke wake wa kwanza aitwa Linadeta. Na uchawi huu atakiwa aishi na mwanamke zaidi ya miaka 3. Sawa mwanangu, chache auawe.
sababu na mimi natakiwa ni wao. Hilo ndio jibu. Na wasiwasi siku zote ndio akili. Uchaiwa ndamunga unatakiwa utoe kafara la mzazi mmoja, na ukishindwa unatakiwa muwe mkeo. Na yeye ameshafanya vile zaidi ya miaka 3 na tayari ameshaoa wanawake 3, na wewe hapo ulipo tayari umeshapigwa muhuri kwa ajili ya kifo mwanangu. Sasa mama utanisaidiaje? Nitakusaidia mwanangu, usiwe na wasiwasi. Kwanza nitakufuta huo muhuri ulionao, kisha tuangalie tutalisolve vipi hilo tatizo ulionalo. Sawa mwanangu? Kwanza unaiona hii mwanangu, hii ndio kila kitu mwanangu. Nitakusaidia. Banamala, fungula gemirango. Nitakusaidia. Kwanza kinachotakiwa mwanangu, usilie machozi. Kinachotakiwa sasa hivi, chukua kitambaa uvae, nikakufute wa muhuri. Fanya hivyo mwanangu. Fanya haraka. Banamala, ikura gemirango yeneye. Mungwambire cyo mwanike. Mwambire cyo mwanike mwenu uyo banamala. Tuchakiruru. Karabera garo kumorone. Ukashike wega moyo. Snaria! Ameka. Dada uko? Msela ameelekea wapi? Nilimwona kutoka na gari. Alikuwa wapi? Lazima simu. Mimi natoka.